Nikatembea nikakutana na pastor mmoja mahali kule Lamu. Akaniambia anasikia. Nikamuuliza unasikiaje? Nilikuwa nafikiria anasikia Mungu akiongea. Lakini akaniambia nasikia watu wanasema. Okay, nikamwambia watu wanasema nini? Maana unajua maneno ya watu ni magumu. Kisikia ni watu wanaongea kibaya. Lakini ikiwa ni Mungu anaongea jua tuna ushindi. Haleluya. Ninasikia wewe kazi yako ni kutoa pepo. Nikamuuliza unaona mbona? Nikamwambia hiyo ndio kazi. Hiyo ndio kazi. Wako wapi? Siku nyingine wewe naenda sokoni. Nikifika sokoni nasema leo nimekuja kupunguza pepo. Nasema pepo walio pande hii tuanze kwenda. Haleluya. Watu wanafikiri ni wazimu, si wazimu. Maana kwa hiyo soko kuna mtu akiweka bidhaa zake zinaanza kuoza kule. Ile ni pepo. Unaweka biashara yako, mwenzako na duka yake pale, wewe duka yako ndio panya wote waona wanajua. Wanatoboa mchele, wanatoboa ngano, wanatoboa kila kitu kienda kuchukulia kazi kwa hii na madika inauma na panya pande hii na pande hii na pande. Hiyo ni pepo mchafu. Na kazi yangu ni nikipitia kwa hiyo duka wanaenda. Haleluya. Na leo Lola lazima kuinuke watu. Ukilala kwa kijiji hivi watu wote wanalala salama. Haleluya. Na hiyo ndio kazi Yesu anafanya. Akikujaga akasema mimi naitwa Shetani alikuja. Anajua akisema hivyo unajua maandiko, utamwambia imeandikwa. Utamwambia imeandikwa. Mtiini Mungu, mpingeni Shetani naye atafanya nini? Kumbe kuna wanaume wa Shetani anawakimbiana. Sema! Sema! Unajua kwa nini nasema useme hivyo? Kwa sababu kuanzia leo neema inakuja juu yako. Ukiinuka umpinge unajua kitakafanya. Fundi utaona. Lazima akimbie. Haleluya! Shetani hutumia ila. Anatumia uongo. Sasa Yesu anasema mwizi Shetani aji ila aibe. Wewe ukiona tu kwingine kote salama kwako ndio kunaiba kwa. Mkienda safari wewe ndio unatolewa wallet. Mkienda safari wewe ndio miwani yako inakuwa snatch. Mkienda safari kibegi chako ndio kinapasuliwa na kiwembe. Usiulize jamaa hapo mtaa. Anaiba mambo yako. Anaiba miguu yako. Viatu vinalala nje, nguo zinalala nje, zile zako tu. Fulani. Elewa jamaa amekuja, usingoje. Biblia inasema anaharibu. Wewe ukiona mambo yanaharibika, usingoje uambiwe na mtu. Tena Biblia inasema ya kwamba anaua. Ukiona vitu vyako vinafa, unaanza mradi unakufa. Unajaribu kufanya kitu fulani kinakufa, wengine wanafanya kinaendelea, wewe ukifanya kinakufa. Wewe amka, ambia mwenzako amka. Alafu ukiamka kuna mahali pa kupewa uwezo na mamlaka ya kumfukuza. Haleluya. Maana yeye anakuja anaiba, anaua na anaharibu. Lakini mwambie una bahati Shetani. Kwa nini? Kwa sababu Yesu hajakutuma uende ukahudumiwe na ola. Yesu amekutuma uidhibiti ola kwa sababu ya watu wake. Kanisa uko hapa ili hata yule mtu hajaokoka awe na amani ola. Hata yule babu mtu ataokoka mwisho wa mwaka huu, hata kuna watu wataokoka mwisho wa mwaka. Hata tutake kusana. Lakini hao watu ili wafike hapo lazima kanisa liangaze. Haleluya. Lazima kanisa hili lisimame kwa Bwana. Watu wote ambao wameandikiwa kufa kabla ya siku zao hawatakufa kwa ajili yako. Haleluya. Inaitwa premature death. Kifo ambacho hakikupangwa na Mungu na vita wakati wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba na hesabu ya siku zako nitatimiza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tena kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu. Haleluya. Yaani Bwana amekuandikia miaka 90. Anaona vile umekuja anasema huyu jamaa piga wangapi.
Lakini unajua pia kupigania kandamani dhati inahitaji pia mwambie Mungu na unipe nguvu nyingi. Uzee ni mkali. Yule ambaye kwa watu hawazeki